NJIA ya dhiki hadi utukufu. Kijiji cha Mbuyuni kilikuwa sehemu ndogo iliyojaa vumbi, nyumba za udongo na maisha ya kujikimu. Hapo aliishi kijana aitwaye Amani, mtoto wa familia masikini sana. Baba yake alikuwa mkulima wa jembe la mkono, mama yake aliuza maandazi sokoni. Mara nyingi chakula cha familia kilikuwa uji tu asubuhi na ugali usiku. Licha ya hali hiyo, Amani alikuwa na ndoto kubwa. Alipenda kusoma kuliko kitu chochote. Alikusanya karatasi za zamani na vitabu vilivyochakaa ili ajifunze. Aliamini elimu ingeweza kumbadilisha maisha. Alipofaulu darasa la 7, alifurahi sana. Lakini furaha hiyo ilikatishwa ghafla alipogundua kuwa wazazi wake hawakuwa na pesa za ada ya sekondari. Siku moja baba yake alimwita chini ya mti na kusema kwa huzuni, "Mwanangu, ningependa usome, lakini hatuna uwezo." Amani hakukata tamaa. Alijibu, "Baba, nitasoma hata kama itabidi nifanye kazi." Kuanzia hapo, alianza kubeba mizigo sokoni na kusaidia mama kuuza mandazi ili kupata fedha za shule. Hatimaye, aliweza kujiunga na sekondari. Shuleni, hali haikuwa rahisi. Wanafunzi wengi walikuwa na sare mpya na vitabu vingi. Amani alikuwa na sare iliyochanika na daftari moja tu. Wengine walimcheka, lakini hakujali. Kila usiku alisoma chini ya mwanga wa kandili mpaka usingizi umshinde. Mwaka wa pili wa masomo, msiba mkubwa ulimkuta. Baba yake aliugua vibaya na baadaye alifariki. Maumivu yalikuwa makubwa. Amani alihisi kuacha shule, lakini alipokumbuka ndoto yake na maneno ya baba, aliapa moyoni kuendelea. Alifanya vibarua zaidi. Aliosha vyombo kwenye magahawa na kukusanya chupa za plastiki kuuza. Alikuwa mhovu, lakini hakuwahi kuacha kusoma. Siku ya mtihani wa mwisho ilipofika, aliingia darasani akiwa na ujasiri. Matokeo yalipotoka, walimu walishangaa. Amani alipata ufaulu wa juu sana. Hilo lilimfungulia mlango wa kujiunga na chuo mjini kupitia ufadhili. Kwa mara ya kwanza, Amani aliona dunia tofauti. Majengo marefu, magari mengi na maisha ya kasi. Chuoni, alisoma biashara na teknolojia. Alitumia muda mwingi kwenye maktaba na kompyuta. Hapo ndipo alipoanza kufikiria jinsi ya kusaidia wakulima wa kijijini kuuza mazao yao bila kunyonywa na madalali. Baada ya kuhitimu, Amani hakupata kazi mara moja. Alikataliwa kwenye mahojiano mengi. Siku moja aliketi bustanini akiwa amekata tamaa, lakini alikumbuka safari yake ndefu. Akaamua kuanzisha wazo lake mwenyewe. Alianza kwa kutumia simu kuunganisha wakulima wa kijijini na wanunuzi wa mjini kupitia vikundi vya ujumbe. Biashara ilianza pole pole, lakini baadaye ikakua. Wakulima walipata faida zaidi, na watu wengi wakaanza kumuamini. Madalali waliokuwa wanawanufaika awali walijaribu kumzuia, lakini Amani hakurudi nyuma. Alisajili kampuni yake rasmi na kuajiri vijana wengine. Miaka michache baadaye, kampuni yake ikawa kubwa na maarufu. Amani alianza kuonekana kwenye magazeti na televisheni kama kijana aliyebadili maisha ya wengi, lakini hakusahau alikotoka. Siku moja alirudi kijijini Mbuyuni akiwa mfanyabiashara aliyefanikiwa. Wanakijiji walimkaribisha kwa furaha. Alijenga shule mpya, aliweka umeme wa sola na kuchimba kisima cha maji safi. Mama yake alimtazama kwa machozi ya furaha. "Mwanangu, umefanikiwa," alisema. Amani akajibu, "Nilitoka kwenye vumbi, lakini sikukata tamaa. Mafanikio ya kweli ni kuwasaidia wengine kuinuka." Leo, Amani anawahamasisha vijana wengi. Anawaambia, usione umaskini wako wa sasa kama mwisho wa maisha. Kwa bidii, nidhamu na elimu, ndoto zako zinawezekana. Na hivyo kijana wa Mbuyuni aliyewahi kubeba mizigo sokoni, sasa akawa nuru ya matumaini kwa kizazi kizima. Funzo kuu: hata ukianzia chini. Never give up. Dreams are possible. Never give up.